Imamu Ahmad ibn Hanbal alikuwa katika safari zake. Maimamu wamesafiri sana talaban lililm, sababu ya kutafuta elimu tu. Yeye na sahibi yake Yahya ibn Ma'in ilikuwa wanachanja mbuga katika Arabuni yote ile, Khurasan, wapi kote huko walikuwa wakienda kwa sababu ya kutafuta hadithu nabawi, hadithi za Mtume. Sasa siku miongoni mwa siku alikuwa katika safari zake, kafika pahala kaingia usiku, watu wakasali maghrib, kaona msikiti akasali salatu al-isha. Baada ya kumaliza akaona safari yangu umeingia usiku, bora nipumzike hapa msikitini, na kwa sababu ni msikiti baitun min buyutillah, acha nilale hapa hapa, asubuhi niendelee na safari yangu. Kalala. Baada ya muda mchache anataka kupata usingizi, anamwona mtu anamwamsha, halo, amka, unalala msikitini? Hapa sio pahala pa kulala. Bwana maskini hamjui Ahmad ibn Hanbal. Lao angejua anaongea na nani, asingesema maneno yale, kwa sababu hawa kama kuna watu wataruhusiwa kulala misikitini, basi ni mfano wa watu wa aina hiyo, wanaomhudumia kumhudumikia Mwenyezi Mungu usiku na mchana, wanaobeba risala ya Bwana Mtume Muhammad. Kama kuna watu wanaiamirisha misikiti, basi ni mfano wa Ahmad ibn Hanbal. Inma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Basi ni hao. Sababu ta'miri almasajid iko aina mbili. Kuna ta'miri almasajid bi bina'i almasajid, na kuna ta'miri ya masajid bi dhikrillah was salati alayhi wa kusali, kufundisha, kumtaja Mwenyezi Mungu, pia ni kuiamirisha misikiti, kama vile ambavyo kujenga ni kuamirisha. Leo mfano wake anatolewa, bwana hapa sio pahala pa kulala, toka bwana, mimi mgeni, sina mtu ninayemjua hapa, mmeona niende wapi? Nyumba ya Mungu inanitosha. Hapana, toka, niachie, nitaenda wapi usiku huu? Kama usikii utanikuta. Kamkamata, kamburura, anamburura imamu anaburura. Na yeye maskini kusema, bwana kwani hujamsikia Ahmad ibn Hanbal? Ndio mimi. Hapana, namburura, kamburura nje huko, toa mbali. Kafikishwa sehemu, kuna nyumba, kuna mtu ana bake mikate, anauza, anatengeza mikate, maandazi nini, katupwa pale nje. Mama Ahmad akaona sina haja ya kusukumana na watu, takaa hapa hapa katika mpenu wa nyumba, sijui ni nani mwenyewe. Mara mwenyewe amekuja, kamkiana naye vizuri, kaambia vipi? Sasa mimi mgeni, karibu nyumbani kwangu, mimi natafuta wageni bwana, karibu. Chumba chako hicho, kaa hapo, pumzika, siku unazotaka, kipata nafasi unataka kuondoka utaondoka. Mama anasema nikakaa usiku, yule bwana akawa anatengeneza mikate yake, kila anapokanda unga wake ule, yadhkurullah, ulimi uko maji kwa kumtaja Allah. Unajua Waswahili, kipanda mnazi kwenda kuangua madafu, ana nyimbo zake anaimba. Kikanda unga mama, ana nyimbo zake anaimba. Kimnyonyesha mtoto, ana nyimbo zao. Wanasema kazi na dawa. Yaani hata ukiona wajenzi wale wanaojenga nyumba, unajua kuna nyimbo nyingine matusi kweli kweli, bado wanakuambia kazi na dawa, ili wanaihafifisha ile kazi ipate kuwa rahisi. Sasa kumbe Waislamu nao wana kazi na dawa zao, lakini angalia, yadhkurullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Ana hukmi mikate yake, ana beki mikate, astaghfirullah, la hawla wala quwwata illa billah, na hika mikate yake. Zote hizo anazozifanya shughuli zake, lakini ulimi unamtaja Allah subhanahu. Ahmad ibn Hanbal ya jalala na mtizama, alitoa ajabu. Anasema sikukubali, nikamuuliza, maisha yako yote wewe ndio hivi hivi? Anambia mimi ndo hali yangu hii, kumtaja Mwenyezi Mungu, kazi zangu zote hizi zinakwenda sambamba na dhikri. Akamuuliza, kuna athari yoyote umeiona kutokana na hii dhikri unayoifanya kila wakati? Akamwambia, wallahi nakuapia, sijawahi kumuomba Mwenyezi Mungu kitu alafu akaninyima, asinipe. Kila ninachomuomba Allah ananipa, ninachotaka ananipa. Lakini nashangaa, kuna kitu kimoja nimemuomba Mungu anipe, hajanipa mpaka leo, pamoja na dhikri zote hizi.
Muhammad akashtuka, kitu gani? Akamwambia, nilimwomba Mwenyezi Mungu kabla ya kufa anionyeshe live mtu anaitwa Ahmad ibn Hanbal, mpaka leo sijamuona. Basi usiseme kitu. Ahmad ibn Hanbal huyu hapa amebururwa kutoka msikitini, miguu inaburura mpaka mbele ya uso wako ili wewe upate kumuona tu. Dua zako zimekubaliwa. Ana Ahmad ibn Hanbal, mimi ndo mwenyewe Ahmad ibn Hanbal. Basi kamfunga mdomo, kamwambia basi ndugu yangu, usicheze na dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anaburura mtu imamu mzima kwamba tu akatekelezewe mja mwema maombi yako. Leo ataletwa hata kwa kubururwa kwa magoti, kwa kusirireka ardhini ataletwa, kwa sababu wewe umemuomba Mwenyezi Mungu akuonyeshe Ahmad ibn Hanbal ndo huyo hapa. Ndugu yangu Muislamu, dhikri ni kitu kikubwa sana.